Na msikilizaji, ujambo na karibu katika taarifa zetu za leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi wa Januari mwaka 2026, ukiletewa nami Isaac Mwaki. Ni awamu ya saa 4. Karibu. Nuru Okanga anadaiwa kuchapisha video kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo TikTok ilionekana kuwa na maneno ya vitisho dhidi ya Rais William Ruto na kumuhimiza aliyekuwa naibu rais kutumia uzoefu wake wa zamani kumpiga risasi. Mkurugenzi wa vyuo vya ufundi upande wa Pwani, Peter Mwangi, amewaomba pia viongozi wa utawala kuhamasisha vijana kujiunga na vyuo vya ufundi. Bunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed amesema wanachama wote wanapaswa kuungana mkono wa uamuzi wa viongozi wakuu wa chama na kutochukua msimamo tofauti. Jubilee imefanya mabadiliko makubwa ya uongozi ili kudhibiti migawanyiko ya undani, huku aliyekuwa katibu mkuu Jeremia Kioni akiteuliwa naibu kiongozi wa chama katika mamlaka yakidaiwa kubaki kwingine. Na kwingineko, Wizara ya Elimu imezindua usambazaji wa vitabu, huku nusu ya vitabu bilioni 11 vikiwemo tayari vimechapishwa na deni ya shilingi bilioni 4.4 bilioni inahitajika kulipwa ili kuhakikisha upatikanaji. IPOA iko chini ya darubini, huku ikilaumiwa kwa uchunguzi wa polepole wa kushindwa kulinda familia zilizoshuhudiwa kusaidia, hali iliyozua maswala iwapo imekuwa sehemu ya tatizo badala ya suluhisho. Rais William Ruto amemteua Ababu Namwamba kama balozi wa Uganda, huku Joash Mangi akihamishwa hadi mjini Brussels kuwasilisha Kenya katika mataifa ya Ubelgiji na Bora Uropa. Na habari zinazotufikia punde hivi ni kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anadaiwa kushambuliwa na wahuni na kupigwa mabomu ya machozi alipokuwa akihudhuria ibada katika kanisa moja huku Othaya katika kaunti ya Nyeri. Huo ndio mwisho wa habari zetu za awamu ya saa 4. Endelea kusikiza Radio ya High Tech, umeletewa nami Isaac Mwaki. Zidi kuwa nasi. Unaweza kututembelea katika tovuti zetu za www.hightechfm.ke.co. Jina langu ni Isaac Mwaki.